Nikakuangalia wewe, nikasika kuona wewe, nikamwona mwanamke ambaye ni adui yako ndani yako. Nikasioni wewe, namuona mtu ndani yako ambaye anashughulika na kuharibu ndoa yako. Na nikaiamuru hiyo roho ya huyo mwanamke ipande iongee yenyewe, na akapanda akasema, akajitaja na jina, akasema mimi ni mama fulani. Lakini hatutaki kumtaja jina. Sasa mimi ni mama fulani. Akasema kwamba mimi naona wivu vile huyu anapopendana na mume wake. Na muonea huyo mume wake anampenda sana. Kwa nini ampende Rumiro na niuma? Kwa hiyo kitu nitakachokifanya mimi nataka nimuue mume wake, nimuue kabisa, sitamwacha. Nikapewa utaweza kumwacha, sasa mimi nitamuua, sitaweza kumwacha. Maana wananiumiza vile wanapendana. Na Jumapili hiyo ulivyotoka hapa jioni, ukapokea habari kwamba mmekuwa amepata ajali ya pikipiki na bikimbizwa hospitali. Kwa babu na ukamkuta hospitalini. Bahati nzuri ajafa, akapona mpaka sasa hivi ni mgonjwa. Ndio. Hebu tuadisie sasa wewe. Alipata ajali. Aligongwa na gari. Baada ya kuniombea wewe. Ina maana kwamba mtumishi amesema kwamba ilikuwa hiyo Jumapili kanisani. Jumapili kanisani. Akaonyeshwa kuhusu wewe. Ndio. Alikwambia nini? Aliniambia kuna mwanamke naona apendi maendeleo yako hapa, yani ananionea mimi hivyo. Baada ya hapo kuniombea, nikaenda nyumbani, kurudi nyumbani nikapigia simu, kaambiwa mume wako amepata ajali. Nikamfuata kwa babu. Na nabii alikwambia kwamba naona kuna roho ya mauti kwa mume wako. Ndio. Na siku hiyo hiyo ulipotoka kanisani. Ndio. Na ukafika nyumbani na ukaambiwa mume wako amepata ajali. Ndio. Ulipokeaje huo ujumbe kupitia nabii huyu? Aliniambia katikati ya ibada ilivyoisha. Sasa unawaambiaje watu wanaokutazama kwenye channel hii? Unawaambiaje kuhusu mtumishi wa Mungu? Yaani ni mtumishi wa kweli. Ni mtumishi wa kweli kabisa. Kwa sababu gani? Kitu anachoona ni kitu cha kweli. Alichoniambia hivyo nimefika hapo nyumbani kweli, sijakaa dakika sifuri. Mume wangu alipata ajali, alivunjika mguu. Kama alivyokuambia? Ndio. Na mume wako ulimwambia kwamba ulikuwa kanisani na ulimwambia hivi? Hapana, mimi hata sijamwambia. Hujamwambia? Yaani sijamwambia. Okay. Basi lakini baada ya ajali nilimwambia kesho yake, maana kwa muda huo alikuwa hana fahamu yoyote. Ulipomwambia akasemaje bwana? Tukahama ule mtaa. Tukahama. Mlihama? Oh, haleluya. Amen. Na haikuishia hapo, naona tumkate wale. Na haikuishia hapo. Wakati mume wake alipata ajali, wakaruhusiwa kutoka, mimi nikaenda hadi hospitali. Nikaenda kumhamisha kutoka kwa hospitali ya Dr. Babu, nikampeleka Mount Meru. Nikasimamia masuala yote, nikakisha amepokelewa na hospitali, nikarudi nyumbani. Baada ya yule mume wake hospitali Mount Meru, aliruhusiwa kurudi nyumbani. Mjomba wake akiwa Tanga alisikia kwamba mtoto wa dada yake amepata ajali, alivunjika mguu. Ikamlazimu atoke Tanga ili aje amsalimie mtoto wa dada yake huko Arusha. Alipofika yule mjomba wake alikaa siku ya alikaa wiki mbili. Wiki ya pili kumaliza aliamka akakuta tu amekufa. Ndani. Ina maana ile roho ya ajali ilikuwa inamtafuta yule mwanaume, ikamvaa mjomba wake akafa. Nasikia harufu ya damu mbichi. Nawaambia jamani, huu mtaa hapana. Hapa mimi naoneshwa bado kuna roho ya mauti inafanyaje? Wanasema hiyo siku mimi nawaambia hivyo, huyo akasema wana kuzika huo msiba anarudi. Hawakulala usiku. Mtoto wake mdogo hajaja. Amekuja yule mtoto. Kadogo miaka mingapi? Miaka 8 kanasema akakulala usiku, akawa anasuguliwa na mavitu ya ajabu. Mimi nikawaambia sasa hapo cha kufanya yaani wenyewe waangalie. Yule mume wake akamwambia mimi hapana. Roho yangu inakataa kukapa, na mama alichosema kasema ukweli na hajadanganya. Kwa hiyo mimi ninachoomba mke wangu, sababu tumeshajenga, tuombe tuachie nyumba yetu tukamie, kwetu tuhamie umtaka. Kwa sababu tunaona kama tumezingirwa na wadui. Kweli wakahama. Sasa hivi wamehamia kwenye nyumba yao kujenga wenyewe. Na hiyo nyumba pia waliohamia ni nyumba ya kiprofeti. Niliwatabiria nikawaambia hawatakuwa na nyumba moja. Na ni kweli wakanunua hicho kiwanja wamejenga, ni nyumba kinabii ya unabii Mungu alisema, na bado wakanunua kiwanja kingine Njiro. Vile Mungu alimwambia atampa maeneo mengi na nyumba nyingi.
Na pia na Mungu alimwambia atampa gari, ndio tunasubiri. Naamini Mungu anafanya. Oh, kumbe unaamini mwingi sana. Mpigie makofi Mungu anajua vingi. Ina maana Mungu ametenda mengi sana kwako. Sana. Mengi sana kwako. Sana, mengi sana.